Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Nimekuja mbele yako na maelezo machache haya juu ya kile ambacho nimeweza kusikia kwa mchungaji anajiita Abedi Katunzi. Alivyokuwa anajaribu kusema nataka muweke sawa mama Mbarikiwa ama mama Salome. Kiukweli katika maelezo mengi aliweza kuyatoa Katunzi nimeyasikiliza kwa uzuri na kujua tu kwamba sijajua Katunzi ukiwa unasoma Biblia huwa unasoma ukiwa unataka nini kitokee, ama ukiwa unamaanisha nini, ama ukiwa unataka watu waelewe kwa sura gani, kwa sababu katika maelezo yako mengi ambayo nimeweza kuyasikia katika klipu ile ambayo ulikuwa unamweka sawa Mbarikiwa, mimi sijaona kitu cha kushughulika nacho pale hata kuweza kutoa klipu tena, kwa sababu ya maelezo aliyokuwa anataka kuyatoa mama Mbarikiwa pale juu ya nguo ambazo mwanadamu au mtu mcha Mungu anatakiwa azivae, lakini pia yako mazingira ya kwamba mtu akiwa na nywele hana ulazima sana wa kuvaa vitambaa. Lakini nimekuona Katunzi umejaribu kupambana sana kutaka kuonesha wewe kwamba ulichokizungumza ndio kina maana. Hata watu kadha wakaza wamejaribu kupongeza pale kwamba tukao tuelewe maana ya kuvaa vitambaa, tukwenda kumwabudu tu Mungu tukiwa tujavaa vitambaa. Kikweli labda kwa sura nyingine ambayo umejaribu kuzungumzia, lakini mimi nikwambie kitu kimoja au niwaambie wanadamu kitu kimoja, kwamba mwanadamu ungeshughulika na uovu ulio ndani ya moyo wako, kwa sababu Mungu katika vitu vingi, ukiangalia Yesu akushughulika sana na vitu ambavyo aidha ndio vinaweza kufanyia Mungu akuone ni kama ni aibu, lakini angalia kinachokufanya au kilichoweza kufanya Mungu aweze kuiangamiza dunia. Mungu hakuangamiza dunia kwa sababu watu hawakuvaa vitambaa au hawakufunika nywele. Mungu aliangamiza dunia kwa sababu ya uovu au ya maovu waliokuwa wanatenda wanadamu. Zinaa, namna nyingi za watu kufanya, namna za uchafu. Hizo naona ushughuliki nazo sana. Watu mashoga, watu kwenye ndoa zao wanafanya mambo ya ushoga, wanafilana. Hayo mambo yote uhangaiki na unakuja kuangalia vitu fulani kutaka kuviweka sawa, vitu vya kipuzi. Kwa sababu Mbarikiwa anaongea vitu fact kwamba hiki kitu mtu akiwa na nywele anaweza kaishi mbadala, lakini akizitunza bila kuongezea matakataka mengine, kusuka rasta na vitu vingine kadha mawigi. Sababu ukiwa na nywele zako tu ambazo Mungu amekumba nazo kwa asili, zaweza kukusaidia zikawa ni badala ya kujifunika kitambaa. Ukisoma kitabu hicho kumekisoma Wakorintho wa kwanza 11 hapa, umetilika nacho mpaka kuja kufika mstari wa 15. Naomba nirudie mstari wa 15 kwa sababu kumwanzo vimejieleza, na ili kujua kwamba mti huu ni mrefu atuangaliagi chini. Kujua kwamba mti ni mrefu tunaangalia juu ulikoelekea. Kwa kiangalia hiki kitabu hicho kumekisoma wewe cha Wakorintho wa kwanza 11 hapa, kweli huku mwanzo kote kuna makatazo, kuna aibu, kuna vitu kadha vimeelekezwa. Lakini ukija kwenye hitimisho lilikuwa linalengwa jambo gani? Lilikuwa linatakiwa lionekane jambo gani? Huku mwisho tunakuja kuangalia maana ya hili title. Maana mara nyingi story, kujua kama story nzuri tuangalie mwanzo, tunakuja kuangalia mwisho ilishiaje. Hata tamthilia au filamu mwanzo inaweza kaanza na heka, lakini mwisho kimaliza vibaya. Tunasema kwamba mwanzo walianza vizuri lakini mwisho wamemaliza vibaya. Kwa hiyo maana ya hili andiko lilikuwa limaanisha aidha katikati au linapoenda kuweka kituo cha mwisho, kwamba alikuwa analenga kitu gani katika maelezo haya, katika maandishi haya. Alikuwa analenga nini? Alikuwa anataka nini kieleweke, kwamba mwanadamu kweli, mwanamke asipofunika nywele akiwa amenyoa ni aibu, ni vitu kadha wakaza, lakini akifunika nywele kamheshimu Mungu. Lakini pia mwisho wake nywele akiwa nazo ndefu sasa zikaweje? Maana mtu bana, ngoja nisome kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari ule wa 10. Nasema kwamba lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Ili mpasa afunike kichwa, ili mpasa anapoenda kutubu au kumwomba Mungu au kuabudu ajifunike kichwa kama hana nywele ndefu. Lakini kama ana nywele ndefu amepewa mbadala
Yani ni kwamba mtu ameambiwa uje huku, uje mazingira haya, au uende uchukue maji ya kunywa, uje na kikombe. Lakini kama kikombe hakipo, ipo mbadala. Unaweza ukaja na jagi, unaweza ukaja na bakuli ambazo zikakuchukulia hayo maji. Ni badala. Sijaelewa Katunzi, we mbadala unaelewa kwa sura gani? Sijaelewa kwamba we mbadala, kitu badala. Yani mtu labda nimevaa ni joo hili, nimevaa ni shati hii, either nikitaka labda niende maana takia ninakuruhusiwa kwenda, au niende nikaonekana kwa namna fulani nikivaa badala ama nimevaa ni koti. Sijaelewa kama unaelewa vizuri. Unasema ndio maana Mungu Adamu hakumwambia kwamba alipokuwa amejifunika danilia utupu wake baada ya kuhasi, Mungu hakumwambia kwamba angekuwa tu hivyo hivyo ndio maana alijifunika majani. Mwanzo ilitakiwa wavae nguo. Mwanzo walikuwa wavae nguo. Baada ya utukufu wa Mungu kuwatoka kina Adamu, wakona mbadala wa ule utukufu. Tukua tujui kama tuko uchi, tujifunike basi majani. Yale majani yakawa mbadala ya ule utukufu wa Mungu kuwasiti. Ndio hizi nguo. Leo tunavaa nguo kwa sababu mwanzo ulikuwa utukufu wa Mungu ulikuwa umetufunika wanadamu, lakini kwa sababu ya kuhasi zimekuja mbadala. Nguo ni mbadala. Kwa hiyo mwanamke akienda mbele za Mungu kama na nywele ndefu, zaweza kutumika kama mbadala. Tuelewane kwenye mbadala. Mbadala ni kitu ambacho kinasimama baada ya kitu ambacho kwa kinatakiwa. Yani kwa kinatakiwa kitu fulani, lakini mtu akija na kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia ile shughuli. Kinaweza kama mtu amesema uje na fiekeo ama uje na mundu, ukaja na jembe au ukaja na hii kwanja, inakuwa mbadala ya fiekeo, inakuwa mbadala ya mundu. Umekuja ulitakiwa uje na jembe, ukaja na spedi au koreo, inakuwa mbadala ya lile jembe. Kwa hiyo sijajua Katunzi unashughulika na vitu vya sura gani vya namna gani, na ukiwa na makusudi maovu ya namna gani. Soma Biblia ukiwa umeielewa. Soma Biblia kwanza ukiwa umemwomba Mungu, umehitaji msaada wa Mungu, umehitaji tumaini na pendo la Mungu lijae sana katika ufahamu wako, ili unapokuwa tafsiri vitu vya sura kama hii kwenye Biblia hii. Mti hatuoni mrefu tukiangalia chini, mti tunauona mrefu tukiangalia juu nako kwenda. Kwa hiyo maandiko maana na hivyo kwa imemanishwa, ilikuwa imemanishwa kwamba mwanamke ni pamoja na kwamba amenyoa, amefanya nini, kweli ni aibu ni nini kwa Mungu kwa maelezo ya Paulo. Lakini mwishoni Paulo anataka nini kieleweke, nini kiwe kifafanue zaidi. Anakuambia mwanamke akiwa na nywele ndefu, yeye Mungu amempa nywele ndefu ni kwa ajili kwanza ni fahari. Kwanza ni fahari. Tuelewe maana ya fahari. Kwanza ni kitu ambacho analinga. Mimi nikiwa nataka nisafiri au mwanamke anataka kusafiri, anasafiri labda anaenda kanisani, ni umbali mrefu kidogo, anatakiwa apande gari. Kapanda anakuja kukumbuka kwa stendi kwamba sijajifunga kitambaa, lakini akakumbuka kwamba nywele zangu ni kama zimewekwa zimeelezwa kwamba ni fahari, ni kitu cha maana, ni kitu ambacho ni kizuri, kinaweza kunifanya mimi either baada nitakiwa nivae kitambaa, sasa navaa nina nywele, sasa niko na nywele ndefu, najisikia fahari kwamba naweza nikaenda mahali. Ndio maana ya fahari. Naweza nikaenda mahali. Ukiwa unatembea na mtu ambaye ana nguvu, ni fahari yako ndio kwamba mimi mazingira yote ambayo nitakuepo siwezi kuzoea. Katunzi, Mungu akusaidie na kushughulika na vitu ambavyo vinakuwa havina mantiki kivile. Kushughulika na vitu ambavyo vinaichafua dunia, na wanadamu wanazidi kufanya uovu, wanafanya mabaya, wanaivuta ghadhabu ya Mungu. Kwa Katunzi, shughulika na vitu kama namna kama hiyo, na ujue tu kwamba ile andiko limemaanisha kwamba mtu asipokuwa na nywele ndefu, huyo labda jambo imeambia mambo si ya kunyoa, si ni aibu na vitu kadha wakadha, lakini mwishoni anakuja kumaliza ya kwamba mwanamke akiwa na nywele ndefu kwanza ni fahari. Hizo zaweza kuwa badala ya mavazi, sio badala ya mavazi kuvaa huku chini. Yani sio kwamba kwa ndio maana kina Adamu walifunika tu mahali ambapo panatakiwa mtu asipaone. Baadaye akaja Mungu akaja kuwatengenezea ngozi akawavisha. Kwa hiyo neema ya Kristo ipo pamoja nawe.